なおてわいにやわたぱたなファスリコランゴモジャワズニランドラミンなおてわいやわたぱたな랑건 뒤에 예수 보안 워태와이 니에 과게 랑고 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 랑맹군이 랑군이의 예수 왕 오대와이 기에 과게 랑고 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 랑빙고 예수님 랑고 이리 아타사사니 와시 과와 고바 나와 노고 다짐 남았으니 랑공 뒤에 예수 왕 오대와이 기에 과게 랑고라 랑고라 랑고 랑맹 사랑 리소조리 양니 니니 민고니 오군 나엔지 엔지 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 엔지
sina wao pamoja, tumhumo sifani, tumhumo sifani, milele sifani moja, na enzi na enzi. Yesu asifiwe sana. Ninao sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na Mungu ametupa neema ya kuwa na muda huu wa kumaliza mwezi. Ni mwisho wa mwezi, lakini pia tunafungua lango la mwezi tena mwingine. Na Mungu amenipa neema nizungumze nawe mambo machache. Na tutasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Joshua mlango wa 4 mstari wa 8 na hata kuendelea. Joshua mlango wa 4 mstari wa 8 na hata kuendelea. Neno la Mungu linasema, basi wana wa Israeli walifanya vile vile kama Yoshua alivyoamuru. Nao wakatoa mawe 12 pale katikati ya Yordani, kama Bwana alivyomwambia Yoshua, sawa sana hesabu ya kabila za wana wa Israeli. Wakayachukua wakavuka nayo hata mahali pale walipolala, nao wakayaweka nchi huko huko. Mstari wa 9 anasema, kisha Yoshua akapanga mawe 12 katikati ya Yordani, mahali pale miguu ya hao makuhani waliolichukua hilo sanduku la agano iliposimama, nayo yapo pale pale hata hivi leo. Kwa kuwa makuhani waliolichukua hilo sanduku walisimama katikati ya Yordani, hata mambo yote Bwana aliyomwamuru Yoshua awaambie hao watu yakaisha sawasawa na hayo yote Musa aliyokuwa amemwamuru Yoshua. Kisha hao watu wakafanya haraka wakavuka. Ikawa watu wote walipokuwa wamekwisha vuka kabisa, hilo sanduku la Bwana likavuka na hao makuhani mbele ya macho yao ya hao watu. Na wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakavuka hali ya kuvaa silaha mbele ya wana wa Israeli, kama Musa alivyowaambia. Walipata kama watu 40,000 hesabu yao, wenye kuvaa silaha tayari kwa vita, waliovuka mbele ya Bwana waende vitani hata nchi tambalale za Yeriko. Siku ile Bwana alimtukuza Yoshua mbele ya macho ya Israeli wote, nao wakamcha kama walivyokuwa wakimcha Musa siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma neno la Mungu hili, lakini nataka nikwambie tu kwamba hasa Mungu anapokupa neema ya kuwa na muda wa kutafakari jinsi ambavyo amekutunza katika siku ambazo umeendelea kuishi, na amekupa neema pia ya kuona kwamba unaona nyakati zinavyosogea na majira na miezi na miaka na siku na masaa yanavyosogea. Lakini pia Mungu amekupa neema ya kuishi mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa maana hiyo Mungu ana kitu ambacho amekusudia kwako. Lakini pia Mungu anataka kukupa mwezi mwingine tena, mwezi wa 12 mwaka 2025. Na tumesoma neno la Mungu katika kitabu cha Yoshua. Lengo kubwa ni kusoma ule mstari wa 11. Yoshua 4 mstari wa 8 na hata kuendelea. Lakini mstari wa 11 inasema, ikawa watu wote walipokuwa wamekwisha vuka kabisa, hilo sanduku la Bwana likavuka na hao makuhani mbele ya macho ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa watu wote walipokwisha kuvuka, walikwisha kuvuka kabisa kabisa, na sanduku la Bwana nalo likavuka. Watu wote walipokwisha kuvuka na sanduku la Bwana likavuka, lakini na makuhani wakavuka. Sijajua kwako wewe
ambaye unatamani Mungu akuvushe mwezi mwingine tena kwenda mwezi mwingine. Sijaujua unawaza nini ambaye unatamani Mungu akuvushe kwenda mwezi mwingine. Alikupa kuishi mwezi wa 11, lakini anakupa tena nafasi nyingine. Sijui kama unatafakari, sijui kama unajua kwamba Mungu anapokupa mwezi kama namna hii, kuna jambo Mungu anakuwa amelikusudia. Na hasa mwezi ambao Mungu anakupa, natamani ndani mwako uone mstari tuliosoma. Unasema wana wa Israeli walikwisha kuvuka, walipokwisha kuvuka wote, na sanduku nao likavuka, na makuhani nao wakavuka. Kwa hiyo yawezekana pia unawaza kuvuka mwenyewe bila kuvuka pia na neema ya Mungu. Unaona mahali ambapo pia sanduku la Bwana ni uwepo wa Mungu. Mahali popote sanduku la Bwana lilipokuwepo na uwepo wa Mungu ulikuwepo. Kwa hiyo usivuke bila uwepo wa Mungu, vuka na uwepo wa Mungu. Usivuke bila uwepo wa Mungu. Wewe Mungu amekupa neema, uko chini ya watu wanaokuongoza, makuhani, wachungaji, mitume, manabii, walimu, wainjilisti. Hao ambao Mungu amewapa dhamana ya kukusimamia katika nafasi hii. Tamani unapovuka wewe na sanduku la Bwana livuke, uwepo wa Mungu uvuke na wewe. Lakini pia usiache makuhani wasivuke. Unakuta kuhani anapambana hajui mwezi unaokuja ataishije, hajui watoto wataendaje shule, hajui chakula, hajui itakuwaje. Mstari wa 11 anasema hivi, anasema Israeli wote walipokwisha kuvuka, anasema na sanduku la Bwana likavuka na makuhani wakavuka. Tena hapa unaona mstari ameelezea kitu kizuri sana. Anasema na hao makuhani, anasema sanduku la Bwana na hao makuhani mbele ya macho ya hao watu. Kwa hiyo kumbe watu walikuwa wanategemea makuhani wawaongoze, makuhani wasimame kwenye nafasi yao. Makuhani waliposimama katika maji, unaona anasema kwamba Joshua alipanga mawe 12. Na walikuwa wamesimama wamebeba sanduku la Bwana na wamehakikisha watu wote wamevuka. Watu wengi sana utasikia mtumishi naomba uniombee, mtumishi naomba univushe. Na kweli watumishi wanawavusha, lakini hawatamani watumishi wavuke. Lakini hapa tunaona anasema kwamba nao makuhani pia wakavuka mbele ya hao watu pia. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa wewe unapotaka kuvuka, tamani pia na kuhani avuke. Lakini unapoenda mwezi mwingine, Mungu anapokuvusha kwenda mwezi mwingine, je, umeona unaenda na uwepo wa Mungu? Maana hawa wanasema sanduku walipovuka na sanduku la Bwana likavuka. Kwa maana hiyo walipovuka na mkono wa Bwana ulivuka pamoja nao. Walipovuka na neema ya Mungu ilienda pamoja nao. Walipovuka na uwepo wa Bwana ulikuwa pamoja nao. Lakini hawakwenda tu pamoja na uwepo wa Bwana peke yake, walienda pia pamoja na makuhani wakavuka nao. Bwana Yesu asifiwe. Natamani uone kwamba hawa wana wa Israeli, mstari ambao tumesoma, anasema wale makuhani waliposimama wakahakisha wanavuka. Na unaona tuliposoma ukiendelea huko chini anasema kwamba kulikuwa na wana wa Gadi, kulikuwa na wana wa Manase, na hawa wanasema walikuwa watu 40,000 walioshika silaha na wenyewe walivuka. Kumbuka watu 40,000 kuvuka mahali kwenye mto, na wengine wakiwa wameshikilia sanduku la Bwana, lakini pia kuna wana wa Israeli wengine walikuwa wamevuka. Ni maana yake ilikuwa zaidi ya watu 40,000, zaidi ya watu 50,000. Kwa nini? Kwa sababu unaona wale makuhani walikuwa waaminifu kusimama kwenye nafasi mpaka watu wanavuka. Je, mwezi huu unaotaka kuendea au mwaka unaokuja, mipango yako yote, je, unataka kuvuka peke yako? Unataka kuvuka na Bwana? Mungu amekupa mtu wa kukusimamia? Mungu amekupa kuhani wako? Je, Mungu amekupa kuhani ambaye anayekushikilia kwenye zamu? Mungu amekupa mtu ambaye anakuongoza, anakusimamia kuhakikisha unasogea? Na hasa nataka nizungumze na wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kutumika. Nye vijana ambao Mungu amekupa neema ya kumtumikia Mungu katika nafasi za kuhubiri, nafasi za deliverance, nafasi za kutia moyo. Kwa hiyo wewe ambaye Mungu amekupa nafasi, je, unathamini nafasi ya kuhani kwako? Maana kuhani ndio aliyehakikisha mahali umevuka. Umevuka, umefika mahali hapo. Unathamini nafasi ya kuhani. Je, unajua kuhani ameingia gharama kiasi gani? Maana kama tunaposoma kwenye mistari anasema wale makuhani wakasimama, wakahakikisha wana wa Israeli wanavuka wote. Na walipovuka wote na sanduku la Bwana likavuka. Kwa hiyo wao waliwatanguliza watu, wakatanguliza uwepo wa Bwana, na ndipo wao wakawa ni wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani uone kwamba usikubali kuvuka bila uwepo wa Bwana. Usikubali kuvuka bila mkono wa Bwana. Kama Musa aliwaambia Mungu usituchukue mahali hapa, hatuwezi kutoka mpaka uende na sisi.
Kwa Mungu anapokupa mwezi mwingine, Mungu anapokupa mwaka mwingine, tamani kuvuka na Bwana. Mungu anapokupa masaa mengine machache, tamani kuvuka na Bwana. Mungu anapokupa muda mwingine, tamani kwenda na Bwana. Mungu anapokupa nafasi nyingine, tamani kwenda na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tamani ndani mwako uone kabisa kwamba Mungu ndio anayeweza kukusogeza na kupeleka hatua nyingine. Hiyo baraka ambayo Mungu ameikusudia kwenye mwezi ujao, kwenye mwaka ujao, Mungu anataka uende pamoja na yeye. Nenda na uwepo wa Bwana, nenda na Mungu, nenda na uso wa Bwana, nenda na neema ya Mungu, nenda na kibali cha Bwana. Utakapoenda na kibali cha Bwana, utakapovuka na kibali cha Bwana, utakapovuka na neema ya Mungu, ni rahisi sana Mungu kukubariki na kukutunza na kukulinda katika siku zinazokuja, kwa sababu hatujui mbele yako, sijui mbele yangu, sijui kesho yangu, sijui kesho yako. Unavuka na nani? Je, unavuka peke yako au unavuka na uwepo wa Bwana? Hao wana wa Israeli walipovuka na sanduku likavuka na makuhani wakavuka, hiyo inaashiria tu kabisa hawakuwa wanaenda peke yao, walienda na uwepo wa Bwana, walivuka na uwepo wa Bwana. Unapovuka mwezi mpya, unavuka na Bwana. Unapovuka mwaka mpya, unavuka na Bwana. Je, unapovuka wiki mpya, unavuka na Bwana? Tamani ndani mwako, kwa sababu hawa wana wa Israeli walivuka na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani ndani mwako, ninatamani ndani mwako uone umuhimu na thamani ya kuvuka na Bwana. Uone umuhimu na thamani ya kuvuka na Bwana. Hawa wana wa Israeli walihakikisha wanavuka na uwepo wa Bwana, wanavuka na sanduku la Bwana, wanavuka na makuhani wao. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliwapa nafasi ya wao kuamini katika nafasi ambayo makuhani wamesimama, na walisimama kwa uaminifu sana wale makuhani. Biblia inasema hivi, yalipowekwa mawe 12 walilishikilia lile sanduku la Bwana kuhakikisha wana wa Israeli wanavuka, kuhakikisha wana wa Israeli wanaenda upande mwingine, kuhakikisha wana wa Israeli wanavuka. Sikiliza, kulikuwa na wana wa Gadi, kuna wana wa Manase, walikuwa na silaha za vita, lakini hazikuwasaidia kuvuka. Walivuka kwenye uwepo wa Bwana. Pamoja na silaha ulionayo, pamoja na mali ulizonazo, pamoja na elimu ulionayo, pamoja na kila kitu ulichonacho, lazima uwepo wa Bwana uambatane na wewe. Hauwezi kushinda vita kwa sababu una silaha nzuri. Hauwezi kufanikiwa kwa sababu una mali nyingi. Hauwezi kufanikiwa kwa sababu una akili nyingi. Eti hauwezi kuwa na uzima eti kwa sababu una afya. Sikiliza nikwambie, hawa wana wa Israeli hawakutamani kwenda peke yao. Hawakutamani kuvuka peke yao, na wakavuka na uwepo wa Bwana. Pamoja na kwamba kulikuwa na wana wa Gadi, kulikuwa na wana wa Manase, walikuwa na silaha. Tena Biblia inasema kwamba walikuwa watu zaidi ya 40,000. 40,000 wambeba silaha, kwamba wangeweza kutumia silaha, kwamba hao ni wanajeshi, wangekubali kwamba ngoja tuwavushe, ngoja tukuvushe, ngoja tukushikilie. Lakini hata silaha moja haikuweza kuwasaidia kuvuka, bali ni uwepo wa Bwana ndio uliwasaidia kuvuka, na ambao ulitegemea nafasi ya kuhani kusimama kwenye zamu. Nafasi ya kuhani ndio inaweza kusimamisha na kuvusha hicho kitu ambacho kilichopo. Kwa hiyo ndani mwako, nyumbani kwako, katika kazi yako, katika ofisi yako, katika familia yako, lazima ujue wewe nafasi yako. Wewe ni kuhani, unaweza kuvusha waliopo nyumbani mwako, unaweza kuwavusha, na unaweza ukaita uwepo wa Mungu, unaweza ukaruhusu uwepo wa Mungu ukaenda na ninyi katika mwezi mpya, ukaenda na ninyi katika mwaka mpya, ukaenda na ninyi katika siku mpya na wiki mpya. Tamani wewe ambaye Mungu amekupa nafasi, katika nafasi yako ya ukuhani, katika familia yako, katika kazi unayofanya, katika ukoo wako, Mungu anakuamini katika nafasi ya ukuhani. Simama kwenye zamu yako katika nafasi ya ukuhani. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hao makuhani walikuwa waaminifu, walisimama, walihakikisha wanavuka wote. Na wewe usikubali kama ndugu zako hawajavuka, usikubali kama watoto wako hawajavuka, usikubali kama ndoa yako haijavuka, usikubali kama uzao wako haujavuka. Lazima uvuke, ndipo utakaponyanyua mguu. Hawa makuhani hawakunyanyua mguu mpaka wana wa Israeli walipovuka wote. Walipovuka wote, Biblia inasema hivi, na sanduku la Bwana likavuka, na wao ndio wakavuka. Ukiendelea kusoma kitabu cha Joshua utaona kuna vitu vingi Mungu amevielezea. Wakanyanyua miguu yao baada ya wana wa Israeli kuvuka. Usikubali kama watu wa nyumbani mwako hawajavuka, wewe hujavuka, uchumi wako hujavuka, elimu yako haijavuka, afya yako haijavuka, usinyanyue mguu, usiondoke kwenye uwepo wa Bwana, usiondoe uwepo wa Bwana. Biblia inasema hivyo, walishikilia ile sanduku la Bwana kuhakikisha wana wa Israeli wanavuka. Wale wana wa Israeli walikuwa wanavuka kwa neema ya uwepo wa Bwana na mkono wa Mungu ambao ulikuwa unategemea makuhani kusimama kwenye nafasi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo asifiwe sana. Natamani uone kwamba kuvuka mahali ulipo,
Uwepo wa Bwana ni wa muhimu sana. Neema ya Mungu ni ya muhimu sana. Lakini nafasi ya kuhani ni ya muhimu sana ili kuvuka. Na usikubali kuvuka peke yako bila uwepo wa Bwana. Usikubali kuvuka peke yako ukamwacha kuhani nyuma, na kuhani naye avuke pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu. Na tamani uone kabisa kwamba hauwezi kuendelea mbele kama Mungu hajakupa nafasi ya kuvuka kwa uwepo wake mwenyewe. Vuka kwa uwepo wa Mungu. Vuka kwa uwepo wa Mungu. Mwimbaji mmoja napenda sana akasema, uwepo wako Bwana uwe nami, 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 uwepo wako Bwana uwe nami. Usivuke peke yako, mwambie Bwana. Usivuke peke yako. Huwezi kuvuka peke yako ukashinda vita. Kuna Yeriko, kuna majeshi mengi huko. Usikubali kuvuka peke yako. Vuka na Bwana, vuka na Yesu, vuka na Bwana. Akasema moyoni mwake, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Yawe ni maombi yako kwa Mungu aliye hai. Usivuke peke yako. Vuka na Bwana. Vuka na Mungu aliye hai. Wana wa Israeli walivuka na uwepo wa Bwana. Sanduku la Bwana ilikuwa sehemu ya uongozi wa Mungu, lakini hawakukubali kuvuka peke yao. Walivuka na makuhani. Mwezi mpya, vuka na Bwana. Vuka na Yesu. Vuka na Bwana. Vuka na Yesu. Oh, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Yesu uwe nami. Mungu akubariki sana, na Mungu akutunze, na Mungu akupe neema ya kuona upendo wa Mungu katika maisha yako, na kuona neema ya Mungu. Bado Mungu anakuhitaji. Bado Mungu anatamani aongozane na wewe. Bado Mungu yupo karibu sana. Anakusikiliza wewe tu. Umpe nafasi. Mungu aendelee na wewe. Akuvushe katika mwezi mwingine. Akuvushe katika miaka inayo